watu wa marketing mnazuia risk za watu wengine, ndio hapana? Kiupande wangu hilo ndio au hapana? Ndio au hapana, kwenye jibu langu ndio. Ndio. Basi nitaka hilo. Hayo mengine sasa utaenda kueleza huko na kabisa. Kueleza wateja wako. Taifa la Tanzania wewe mtu wa marketing na naamini utakuwa umezunguka sehemu nyingi. Sana. Yes. Ukitoa mji wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam. Yes. Taifa gani, mkoa gani mwingine una population kubwa ambayo ni nzuri kwa marketing? Marketing kuna Mwanza, actually Arusha. Naweza kumalizia labda na Dodoma. Yes. Unataja majiji matatu yanapatikana Tanzania. Matatu tu. Majiji matatu tu. Angalia kamera kule. Majiji matatu. Hapo ndo napima sasa hivi. Nitaje naomba ulirudie hilo swali kwanza. Majiji matatu. Ambayo Dar es Salaam ni jiji. Sasa ukiachana Dar es Salaam, majiji matatu yanapatikana Tanzania. Kuna tofauti ya jiji na mkoa. Majiji matatu. Ni Dar es Salaam utoe. Mimi najua ni Dodoma, Mwanza, hayo. Lakini na Arusha, narudi tena pale pale. Wataweka majibu yao kwenye comment. Kwenye comment Kwenye comment. Utapitia comment. Hapo sio mji mkuu, ni majiji umeniambia. Hayo ni sawa. Kirefu cha SGR nini? Hiyo ni kwa naijua. Sana napandaga. Afu niko naijua, unajua juzi tu nilifikiria hilo SGR. Wapi kwenye utalii kule Pugu, kazi Mzumbu. Magoroto na mtu adventure sana anatembea. Hiyo SGR sasa niko na juzi tu nimelifikiria, afu leo nimetoka tena. Nimesahau. Kwa sababu najua hiyo ya train ile Tanzania Railway Authority ile naijua. Yes. Swali moja. Ile ndani ni muhimu. Nini kinafanya Adili anapenda sana masuala ya utalii? Okay. Na ukitembea kwanza kazi kama ulivyosema ni mtu wa marketing, lakini pia inatusaidia sisi. Mimi napenda sehemu ambayo sijafika nifike. Ni mtu wa hivyo. Naweza nikakaa siku nimekiamka ngambia yeye mke wangu let's go sehemu fulani. Lakini sehemu ambazo naenda zina tofauti. Sana. Kwa maana ya tumezoea watu wengi wanatamani kufika sehemu za kula, sehemu za kunywa. Lakini mimi nikikuangalia bwana, labda kidogo umeenda sehemu beach. Na hapo nitaona umeenda labda ni national park, ni sehemu zile ambazo zinadumisha zaidi masuala ya utalii. Ndio niko hivyo, yani nimejizoesha hivyo. Yani kwa special kipindi hichi na ninapelekea ndo kabisa. Ni mtu ambaye anapenda adventure kama nilivyokuelezea. Ni swali gani Adili hapendi kuulizwa? Swali gani ambalo Adili hapendi kuulizwa? Ukiniuliza swala la yako mengi lakini naona yote hajaja bado. Swali gani Adili anatamani kuulizwa mara kwa mara? Yaani anatamani kuulizwa ila hajawahi kuulizwa. Kuulizwa. Labda unaweza kuniambia bwana una net worth ya kiasi gani sasa hivi? Au labda unaweza pia ukaniambia watu wanauliza sana asset na wanataka kujua utajiri wako. Nastaki wajue. Sije nikapigwa shaba, sina kitu. Inawezekana wako nimepata wapi hela? G-Wagon sina. Kwanza mimi magari yamekalia kushoto yani sipendi. Magari yamekaa kushoto. Yes, tunataka kufunga kipindi bwana. Kama una chochote cha kuambia Watanzania ambao wanakuangalia kupitia BBS Media. Muhimu upambane kwenye maisha. Unajua hamna kitu kizuri, usilale bila kujua kesho yako. Msemo wangu ndio ule. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike, unatakiwa usilale bila kujua kesho yako ikoje. Ukitumia 5,000 leo, hakikisha kesho umepata 10,000. Uwe na mikakati ya future kwenye maisha yako. Yes. Ukitumia 5,000 hakikisha kesho unapata 10,000. Kwa kifupi, yes. Hela unatoka nayo nyumbani. Ukitoka na 1,000 usirudi na 700, hakikisha hiyo 1,000 imezalisha hela nyingine. Kama nitakuwa nimekuelewa vizuri. Maana mimi naitwa The Real Abdulfarid Garincha na hii ni Mdundo Exclusive kutoka BBS Media. Na leo tulikuwa na Adili bwana. Tupo na tuzo zake hapa. Hii ni mmoja ya assets ambazo Adili hata itokea leo ameacha masuala ya marketing. Tayari anavyo vya kujivunia. Ndio maana mwanzo nilisema hatuwezi kuamini umefanikiwa kama hatuoni watu akiwa wanakutunuku hayo mafanikio. Haya ni mafanikio ambayo Adili amepewa na sio yeye amejipa. Mimi naitwa The Real Abdulfarid Garincha, Alibaya akiwa nyuma ya kamera kuhakikisha unapata picha pamoja na sauti ambayo